Ngumzo na huyu mwingine, anza na jina na unaambie kwa mtazamo wako unaona kama serikali imetoa maelezo ya kutosha kwa Wakenya? Kama wewe umeelewa haswa mpango huu wa serikali wa ujenzi wa nyumba, ama kuna maneno ambayo bado hujaelewa? Mimi kwa majina naitwa Okiya, na hapa Kenya kuna kitu inaenda mbaya mahali, lakini sisi hatujaelewa. Hii kitu ina sehemu ya mambo ya kujenga nyumba hii. Mimi sijaielewa kabisa. Sijaielewa kabisa kwa sababu nyumba mtu anaweza kujenga kwa hiari yake, na mtu mwenye ako na shida ya nyumba anaweza pia kutafuta njia ya kujenga nyumba yake. Na sijui serikali inaamua maneno namna gani mara moja tu, wanakiamuka tu hivi. Wakisema sasa tunaenda huku kungoa hiyo miti, wanangoa saa hiyo. Na kama iwezi kungolewa itangolewa na lazima. Sasa hiyo sielewi. Nilikuwa nataka ya kwamba kama ninaweza kuwa mzuri sana, vitu kama hizo wangewekaga kwa ground hapa chini, watu raia tujue ni nini inafanyika, na hata wale wenye wanataka kupewa hizo manyumba wajue. Lakini kulikuwa na hiyo kamati ya bunge ambayo ilikuwa inazunguka sehemu mbalimbali ikichukua maoni ya Wakenya. Je, wewe ulipata nafasi ya kutoa maoni yako kwa huo mswada haswa katika masuala ya ujenzi wa nyumba? Sijawahi pata habari yoyote kuhusu hiyo. Isipokuwa kitu nilisikia ya kwanza ni kwa kusikia tu wale watu wafanyikazi wa serikali, wale watu wanafanya kazi wenye wako na payslip watakatwa 3% kwa mishahara yao. Sasa ndio nikajiuliza, na mimi mkulima tu, mimi tu wa jua kali. Mimi pia sina nyumba, na mimi pia ni Mkenya. Mimi nitapata hiyo share yangu wapi? Kwa sababu hii inafanyika, hii ni vile ilifanyika wakati wa mwanzo miaka ya 60 huko, wakianza kufanya nini, kugawana mashamba. Sasa hii ni dalili ya kuonyesha ya kwamba hizi nyumba zinaenda kuendea wale mataikuni wenye wako hapa, watazichukua saa ile watu wenye wanaambiwa wachukue na wameokopa, kwa sababu pesa yao haiwatoshi. Pesa iwatoshi. Pesa yenye wako nayo, munga walikuwa nanua 50, saa hii ni 220. Unaambiwa tena wakate pesa yako. Sasa watakataa hiyo kitu, na wenye mabwenyenye wenyewe watachukua hizo nyumba kwa sababu already zimechengwa. Naam, shukrani sana. Kama ulivyosikia Lulu, ni swala ambalo kama huyo aliyezungumza mwisho anasema kuwa hajalielewa kwa kina zaidi. Hivyo basi macho yote yataelekezewa bunge la kitaifa hapo kesho kuona jinsi ambavyo mdahalo huo mzima wa mswada wa fedha mwaka 2023 utaendelea, na iwapo Rais William Ruto ataitia wino na kuifanya kuwa sheria. Lulu.